ngoja nikupe story kidogo juu ya swala la uvumilivu. Mara ya kwanza napewa taarifa ya mbuyu kwamba ulianza kama mchicha, nilikuwa siamini. Lakini baada ya kuaminishwa nikaamini. Kumbe kila kitu kinawezekana. Kama mbuyu ulianza kama mchicha na ukawa vile mbuyu mkubwa kabisa, uliweza kuvumilia. Na nachokusii, tusiache kuvumilia. Kila jambo la heri linahitaji uvumilivu. Tuendelee kusubiri. Sasa tutasubiri hadi saa ngapi? Tifa, tuendelee kusubiri kwa sababu kama nilivyokuambia hapo awali, kila jambo la heri linahitaji uvumilivu. Kwa hiyo usichoke. Sawa, acha tuendelee kusubiri. Sawa. Atakuwa ndo yeye ameshafika? Hapana. Sidhani kama ndo yeye. Na hata kama angekuwa ndo yeye, angetupa taarifa. Maana kwa muda huu amefika kwa haraka sana. Ila nenda ukamtazame. Sawa. Mbona hamna mtu? Au uende kawa tunazungumza hapa akawa ameondoka, tumeenda kuchua kufungua mlango. Ila sisi wenyewe tuna makosa pia. Kisheria ya hodi ilibidi mtu abishe mara 3. Sisi ni mara 1 tu. Ila sawa, tuendelee kuwa wavumilivu. Atakuja. Anakuja. Mwenye uchungu na Karibu sana mjomba. Asante sana mjomba wangu. Naamini utakuwa umechoka sana na safari. Ni kweli nimechoka, lakini pia licha ya kuchoka tu nina shauku na shaka ya kutaka kumuona huyo uliniambia na pia kufika eneo ulilonitaarifu mjomba wangu. Usiwe na shaka. Ile mradi umeshafika, utaonana naye. Sawa. Nahitaji kupumzika mjomba wangu. Chumba chako ni kile kile hakijabadilika. Nenda kapumzike. Umri wangu hauruhusu ila mimi tumaini. Walio wengi kile nilichobarikiwa ndo nashindwa kutumia. Mimi nawaza shida kwamba wanateseka na mimi wananitafuta. Kila siku mimi nakwambia mwambie kaka aoe, aniletee wifi hapa nyumbani anisaidie kazi, wewe hata utaki. Jaliva mwanangu, wewe umeniletea mkwe hapa. Asa mama, kaka si ndio mkubwa? Inabidi aanze yeye afu mimi nafuata. Tuachane nawe mwanangu. Na taarifa nzuri. Taarifa gani? Anakuja. Mama. Anakuja? Anakuja. Jaliva, mbona uko hivyo? Una tatizo gani? Naenda ndani mwanangu. Mtoto ana akili wewe. Yaani nampa taarifa nzuri, amebadilika, ananyanyuka anaondoka. Kuna nini hapa? Ina maana kwenda mjini siku 2 tu hizi umekuwa mwoga kiasi hicho? Hapana mjomba. Ila sikutegemea kumkuta humu kwa wakati huu. Sawa. Nilirudi naye jana usiku.
kunisaidia kazi za hapa nyumbani. Na kingine, huyo hana shida, unaweza ukakaa naye tu. Mjomba kaza. Sawa mjomba, lakini muda mwingine tuwe tunapeana taarifa. Mbukweni. Mambo vipi? Ni aje? Mko poa? Mko poa? Ilunga kiki. Anachekelea hasara huyo. Karibu tuongee. Sasa mimi naitwa Songe, natokea Dar es Salaam. Nilikuja huku nahitaji kuwekeza, maana nahitaji shamba kubwa kwa ajili ya kupanda mazao. Kwa nimewasimamisha ndugu zangu, ni yangu, nataka madalali. Huyo anaonekana anahitaji mashamba, na sisi ndo madalali wa kijiji hiki. Kwa hiyo tujikweze sisi. Au unasemaje Kimende? Shamba mwanangu lipo, na shamba kalipata. Lipo pale kwa mzee Madole juu bondeni. Mmenielewa? Si tumekuelewa, tena tumekuelewa sana. Umesema unatafuta madalali. Bora hata umekutana na sisi. Sisi ndo madalali, lakini ungekutana na wengine wangekubonyoa. Sisi ndo madalali salama, na ni madalali bora ambao tunategemewa katika hiki kijiji. Kweli kabisa. Sasa nilikuwa nataka shamba pia na wakulima. Maana mimi kulima siwezi. Nilipenda kwa vile nimekutana na nyinyi, mngenitafutia shamba na mngelima kabisa. Mwanangu Baubaya, kaa vizuri na mdogo wako. Yaani amebadilika kabisa na simuelewi. Kwa sababu nimekaa naye leo chini, kuna vitu nilikuwa namuelekeza, nakuta ghafla amebadilika. Anashindwa kuusamini kabisa ujio. Nimemuelekeza anakuja, lakini hakunielewa. Kwa dharau kanyanyuka kaondoka. Kama ndo kafikia huko Jaliva, kwa hakika ameleta dharau. Kwa maana hakutakiwa kuupuzia ujio hata kidogo. Nikutoe utofu mamangu, nitazungumza naye. Fanya hivyo mwanangu. Bila shaka. Mimi naenda kupika. Yaani mashamba, kuhusu mashamba usio na hofu. Ila kwenye wafanyakazi hapo wakulima, kuna mzee mmoja anamuita mzee Jiwe. Yule anawafanya kazi wanalima kama punda au ng'ombe. Au unasemaje? Mzee Jiwe anawafanya kazi imara, hawachekeleagi hasara. Yaani sisi madalali wenzako, madalali wa stage za juu. Ushaelewa? Hizo kazi za kulima tushaachana nazo, tuchekeleagi hasara, tunachekelea faida. Ila sisi tutakupeleka ukalione shamba. Yaani ukajionee mwenyewe. Alafu wakulima hao, watu wakulima kama punda au ng'ombe, watu wa faster, wazee wa mikono shapu, tutakupeleka kwa mzee Jiwe, utaenda kuwapata pale. Sasa yani ningependa sana ndugu zangu, nyie ndo mnilimie. Yaani tungekuwa pamoja mimi na nyinyi, yani tungemaliza hata kuwakabidhi ile shamba, ningewakabidhi nyinyi, ninapoondoka mjini ndo mngenisimamia alisha. Hizo kazi sisi sasa hivi tumeshaachana nazo. Sasa hivi tunakula tu passion. Au unasemaje? Atichekeleagi hasara. Sisi sasa hizi tulishakwambia level za juu, big level. Twenzetu kama mzee Jiwe. Twende. Sema shamba ni kubwa. Shamba kubwa. Yaani shamba kubwa. Ukiangalia kwa umakini sana, inaweza ikawa imechukua nusu ya mji ule wa Zanzibari au nchi ya Zanzibari. Shamba ni kubwa sana. Kama bahari ya India. Basi okay, poa. Twende. Twende. Chukue mgeni tuondoke. Subiri, tunaenda. Tembea hivi. Poa.
Vipi? Kuna matumaini yoyote juu ya ndoto uloota? Hapana. Imekuwa ngumu sana kutufikia. Inabidi tuongeze dua. Kwa sababu wanaweza kumzuru au kumteketeza kabisa. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Tumwombee dua na tuendelee kusubiri. Atakuja. Sawa. Matengo mama, matengo laile. Uedidi majito. Tomboka mashali yangu. Tomboka mwakulu ikusikie. Mwakulu ya uchile ikusikie wewe. Mganga, mimi nimekuja nina shida. Kwa sababu mamangu leo kaniambia kuwa anakuja. Kweni. Mbokwa. Mzee Jiwe, kama unavyotujua vijana wako wa kazi, Mtube, tumemleta huyu mgeni wako, anatafuta vijana wa kazi wanayoweza kupalilia shambani. Yaani ametoka huko mjini, sijui Dar es Salaam anakuita wapi, amekuja hapa ametukuta sisi. Umeona, sisi tumemfanyia mpango, tumemtafutia shamba. Kwa hiyo hapa anahitaji tu vijana wa kazi. Mimi simeshamalizana. Tumemalizana naye. Sawa. Mnaweza mkaenda. Sasa nilikuwa naomba unisaidie. Masheli yangu. Mama yako na wewe hapa najua kitu yoyote. Amekuja, ameshakuja. Yupo mualizia matengo sasa. Yupo mualizia matengo. Lakini mimi kitu moja hapa najua. Hapa najua imekuja katika muumbile gani? Muumbile lipi? Hapa najua. Masheli yangu. Kwa hiyo unamaanisha kuwa ameshakuja? Yupo. Iko kufasi ya biloko sasa. Iko namuona. Sasa mtaalamu, nilikuwa naomba unisaidie. Tambuka masheli yangu. Natambuka kufasi yangu. Sio mimi niko nabaki nafanya mkazi yako. Itarudi kupata majibu yako yote. Sio ngalabie. Tambuka masheli yangu. Uedidi majito. Uedidi. Sawa mkuu, lakini usitusahau, utukumbuke. Wanasema usisahau ulikotoka, yani utukumbuke ukipata faida. Twende. Asante ndugu zangu. Sawa, shika, weka ndani. Wasije wakaiba hapa. Tutaonana tena. Sawa. Karibu. Na asante. Mama wanateseka na mimi wananitafuta, na vipi siku wakinipata watanitenganisha mwili na roho. Najua, nanijua kitovu changu wamekizika, na hii karma nilopewa yatakanitoa nje ya mapenzi lana. Utabiri gani? Unatabiri vitu hata vieleweki. Yaani unanitabiria mimi vitu ambavyo hata vipo. Katika imani yangu ya matengo vinatokea mimi vitu vya ajabu. Kwa nini usitabirie mimi vitu vizuri? Vitu vya maendeleo. Nisamehe mfalme, nimekosa. Nisamehe, nakiri mfalme. Sina msamaha.
Watu wawili? Bogo. Wewe. Endelea kumpa adhabu huyo. Jaribu. Ni kwa nini mama anakupatia ujio kwamba anakuja, alafu wewe unapuuza, na kibaya zaidi unanyanyuka na kuondoka? Hizi ni dharau. Unaweza kuniambia ni kwa nini? Kaka, huo ujio kwangu mimi kwa sasa hauna thamani tena. Nasema? Ujio huo kwa sasa kwangu mimi hauna thamani tena. Na kama ni thamani, ilikuwa ni zamani, lakini sio kwa sasa. Mimi kama kaka na kuomba usamini tunachokwambia. Tafadhali Jaribu. Mimi pia ananidharau. Naongea anaondoka. Shi. Sawa, mimi nimekuelewa. Na shida yako mimi nitaitekeleza. Hiyo ni kitu kimoja tu. Muda saizi umeshaenda sana. Hauwezi kaondoka jioni hii. Inabidi ulale. Na kesho nikakukutanishe na mfalme. Maana siwezi kufanya kazi na wewe pasipo kukutana na mfalme. Sio, unanielewa? Hakuna guest hapa. Sasa mzee. Tuanze tulipoishia. Guest yani nyumba ya kulala wageni. Hapa hamna. Yani hapa cha kufanya utalala hapa nyumbani kwangu. Sawa, okay. Kuhusu msosi. Msosi utakula, nyama si unakula? Nyama nakula, ila inaangalika ni nyama ya nini? Nyama zipo nyingi, afu nyama tamu tu. Za wachanga tamu. Sawa? Sawa, maana nahitaji, unajua lile shamba ndani ya hizo siku 2 limalizwe kulimwa niondoke nirudi mjini. Sikiliza nilichokuambia mimi. Njoo ndani kulala. Hapa nishajichanganya. Hapa. Mzee mwenye anaonekana serious sana, usingizi mwingi, watu kama ndo wakuaga wachawi. Jaliva, mbona asubuhi umekuja kwetu? Na toka umefika hamna unachokizungumza. Safari sio kifo, nilikuambia. Anakuja. Anakuja? Unasema kweli? Ndiyo. Nimepewa taarifa na mama kuwa anakuja. Hivyo basi, naomba ukumbuke ahadi zako. Hilo tu ndilo lilonileta. Anakuja. Unaoyaona hapa, yaache hapa. Fata kilichokuleta. Ukijitia mjuaji, nitakata hicho kilaza chako. Ili usibwabwaje. Mbukweni. Si mtoto mdogo? Ubaya ubwela. Wewe uogopi. Niambie mzee Jiwe. Sasa
Mtukufu, huyu ni mgeni wangu, namtambulisha kwako. Nitafanya naye kazi kwa muda, kwa sababu amenitafuta mimi. Anaonekana ni kijana mwema tu, nikaona sio vema kufanya kazi hivi wakati mtukufu wangu sijakupa taarifa. Sasa huyu ndo mtukufu wa himaya hii, unanielewa kijana? Mtukufu wangu, mimi nilikuwa naomba ridhaa yako tu niweze kufanya kazi na huyu kijana kwenye himaya yako tukufu. Sambo ni mzee mtoto mdogo mtukufu, au babake labda ndo tumefuata. Vipi? Mbona uko hai na kuni hujabeba? Na umetoka hapa umeniambia unaenda kukokota kuni. Ziko wapi kuni? Mama, wakati naenda kutafuta kuni, nilipokuwa njiani, kabla sijafika kwenye ile poli ambalo tunakotaga kuni, nikamwona chui. Na ndio maana nikawa nimeishia pale ili nirudi nyumbani haraka. Chui? Kwenye himaya ya Matengo? Atokee wapi mwanangu? Au ni uvivu wako tu mwanangu? Mama, hapana, kweli mimi nimemwona chui. Mimi kwa nini nikudanganye mama? Chui mwanangu Jaliva atokee wapi? Himaya ya Matengo. Miaka na miaka hakunaga mnyama mkali. Leo niambie umemuona chui. Kweli mwanangu? Ndiyo mama, sikudanganye. Sawa, nimekuelewa mwanangu. Endelea na shughuli zako. Ndo huyu, ndo mtukufu huyu. Alafu kingine usichokijua, huyu hapendi dharau. Wewe unazoonyesha hizo ni dharau. Kuwa na heshima. Mtukufu, nadhani utaniruhusu nifanye kazi na huyu kijana. Sawa mzee Jiwe, haina shida. Mimi nimekuruhusu ufanye kazi na huyo kijana, sababu mpaka umekuja kwangu unajua mimi na thamani kubwa sana. Sasa mimi sina hofu yoyote kwako, ni zaidi ya kuwaruhusu tu mfanye kazi, ila angalia msivuke mipaka na huyo mgeni wako. Sawa mtukufu wangu, mimi nachokijua tumeanza kufanya kazi muda mrefu sana mimi na wewe, sijawahi kukuangusha. Hivyo basi mimi naomba nikuache upumzike mtukufu wangu, mimi nikaendelee na majukumu mengine. Kijana, tunaweza tukaenda. Mtukufu, sisi tunaenda. Sawa, jitahidi na kunyoa nywele hizo. Sawa mtukufu wangu. Basi poa, haina noma. Wewe twende. Wewe mzee Jiwe, na mazungumzo na wewe kidogo ya faraga. Sawa mtukufu wangu, ni wewe tu. Tifa, mke wangu, nakumbuka wazazi wangu mimi walichonifundisha. Silaha ya kwanza ya binadamu ni uvumilivu, ila mpaka sasa naona kama unaendelea kunishinda. Tunavumilia sana ili tule yaliyoiva, ila mwisho wa siku tunaweza tukajikuta tunaambulia mabovu. Sasa nikuombe kitu, nitoke nje, na nachokuahidi nitakuwa mwangalifu, nitajilinda. Kitu nachokiomba sana kwako, uniombee dua na naomba ruksa. Sawa mume wangu, mimi nachokuomba tuwe makini, uende salama, urudi salama. Sawa. Na nakuombea pia. Nashukuru kwa hilo. Bukweni. Mbukwa. Mwana mfalme. Naam.
kuna taarifa nimekuletea. Japokuwa najua zitakushtusha na kidogo zitakuwa za ajabu. Nikiwa njiani narudi nyumbani, nilikutana na chui. Chui? Ndiyo. Uenda uliangalia vibaya. Hapana mwana wa mfalme. Nina uhakika macho yangu yaliona vizuri. Nilimuona chui. Anakuja, anakuja, anakuja. Katika himaya hii ya Matengo hajawahi kutokea mnyama mkali yoyote toka enzi za mababu. Nashangaa kuniambia umekutana na chui. Ni kweli mwana wa mfalme. Na ndio maana hata mimi nilivyomuona nikaona nije nikupe taarifa mapema. Sawa, ondoa shaka. Nitalifanyia uchunguzi hilo jambo. Nitakupa majibu. Shuka chini. Pia magoti. Inaona mpaka saizi kimya sana. Afu na wewe ndo nakutegemea. Mtukufu. Sio kwamba nimekusahau. Wewe mimi nawe tumeanza kufanya kazi muda mrefu sana. Siwezi kukusahau wewe. Mtukufu. Amini kazi inaendelea. Kweli? Acha kulala mpumbavu. Mtukufu. Tuanzie tulipoishia. Tumeishia kwa mtabiri. Mtabiri wako si yupo. Basi vitu vyote vitakaa sawa. Sawa. Ili jambo limeshaisha. Na vipi yule kuhusu yule mtoto wa biti nani pale? Mtukufu. Tulishaliongea. Nipe muda kidogo. Mambo yote yatakaa vizuri. Sasa tusiongee sana. Huyu mgeni wetu asije akasikia mipango. Sawa. Mimi naomba niondoke. Usisahau. Ni mchafu. Sawa. Mtukufu. Utakuwa na utaka wako. Ujitahidi kuongea na wewe siku moja moja. Sawa chief. Watu wawili bogobogo. Wajua mzee, tumetoka kule, mimi unanishangaza wewe mtu mzima na utu uzima wako unaenda kukiinamia kile kijitu, si mbukumbuku si nini ya nini yote. Kinaonekana kitoto kidogo afu mnakisujudia eti wenyewe imaya mzima. Mpaka wewe mzee wangu Wajua nilivyokuona nimekuona mtu wa hekima lakini unataka kukisujudia kitoto kidogo kile. Usipende kudharau unachokiona. Yule sio mtoto. Yule amekuwa kwenda chini. Sio, unanielewa? Na yule ana hatari sana, usimzoee. Anaweza akakugeuza wewe ukawa kuku. Umenielewa? Acha maneno yako ya dharau na kejeli. Nisikize mzee. Umesikia? Yule mtoto mdogo. Usinifanye mimi sina akili. Hakuna mtu aliyekuwa kwenda chini. Labda miti ya nyumba yako yule ujengea ndio imeenda chini, sio mtu. Kama unamdharau mfalme na maneno yangu pia unayadharau, basi endelea kuamini unachokiamini wewe. Maana siwezi kukuelewesha pasipo wewe kunielewa. Mimi naenda ndani. Kama kumuogopa mnamuogopa nyinyi. Na nakusikitikia sana wewe mzee mzima unakisujudia kile kimbilikimo kile. Hataweza kupata heshima yangu mpaka naondoka kwenye hii maya yenu. Shida kwamba wanateseka na mimi wananitafuta, na vipi siku wakinipata watanitenganisha mwili na roho. Baba, kuna taarifa nimepata. Taarifa gani? Nimeambiwa kuwa anakuja. Mjomba Jiwe, siku zote ninachoamini mimi
chakula cha macho ni kutazama vitu vizuri sana. Na nimefika kwenye himaya hii, himaya yenu, naona kuna mandhari mazuri sana ya kuvutia. Kwa hiyo nisingependa au nisingejisikia vizuri kufika siku zote nipo tu hapa. Kwa hiyo nilikuwa natamani unipe ruksa leo hii nikatazame mazingira mazuri ya uoto wa kijani uliobarikiwa katika himaya hii ya Matengo. Mjomba, siwezi kukukataza, siwezi kukuzuia kwa sababu umeshakuwa ni mtu mzima sasa. Nitakuruhusu utoke, lakini nachokuomba usije ukamdharau mtu yoyote unayekutana naye huko. Na hata kama unapoona embe au chochote kile, usichukue bila kuomba. Mjomba, uwe makini sana uendako na uwahi kurudi. Anakuja. Anakuja. Mbona imekuwa haraka sana? Mapema sana. Sawa. Unaweza enda. Kama unavyosemaga. Ubaya ubwela. Wewe uogope. Nenda. Watu wawili. Bogobogo. Watu wawili. Bogobogo. Jaliva. Jaliva. Wewe nani? Ni Tangale Jaliva. Tangale? Mi Tangale. Hivyo unajielewa kweli? Nakuuliza unajielewa? Najielewa mimi Tangale Jaliva. Unijui? Unijui? Cha kwanza unanikumbusha maumivu. Halafu Tangale katika himaya hii aliondoka miaka mingi sana. Leo hii unavyokuja unaniambia kwamba ni Tangale, unanichanganya. Kaka, tafadhali. Sitaki utani wa kijinga. Nadhani utakuwa umenielewa. Nakupa onyo, sitaki utani wa kijinga. Kweli ulivyosema, hii himaya ina amani, lakini na vita ya chini kwa chini. Kwa mjomba, wewe nenda. Sawa mjomba? Sawa mjomba. Ondoa shaka juu ya mambo yote hayo. Na imani nimekuelewa na nitakuwa mwangalifu. Na pia na imani sidhani kama nitaweza kuchukua kitu bila kuomba. Kwa hiyo nitafuata maneno yaliyotoka ndani ya mdomo wa kinywa chako mjomba wangu. Mjomba jiwe. Mjomba jiwe. Mjomba, tuanzie tulipoishia. Naomba niondoke nikazunguke. Mjomba, nimeshakuruhusu. Unaweza ukaenda tu. Maneno nalokupatia uyasikilize na uyaelewe. Usifanye tofauti na hivyo mjomba. Unaweza ukaenda mjomba. Mjomba, ona. Utani mwingi sana. Unaniona mimi ni mamako Nisikilize Jaliva. Ndo mimi Tangale. Ndo mimi. We kaka wewe. Kama umetumwa, mwambie huyo alokutuma kwa Jaliva ameshindwa. Pia muonekano wako katika himaya hii ya Matengo ni mgeni kabisa. Na hisi tutakuwa umechanganyikiwa. Moyo wangu umempatia mwingine wai, penzi langu umempatia mwingine wai, ulishindwa subiri kuziheshimu hisia zangu ukampa mwingine, yani ukanikatiri kile kichaka cha penzi langu kakifeka mwingine. Sema hajanijua kweli jamani. Jaliva.
wanyonge ni watetea, nikisimamia haki ikawapatia imara, nimeshafika ila Tabili. Ndio mfalme. Nimekuita hapa kwa jambo moja. Kijana wangu kuna jambo ameniambia. Ameniambia anakuja. Sasa sijajua hizo kama taarifa unazo. Ndio mfalme, taarifa hizo ninazo. Na sio kwamba atakuja, ameshawasili mfalme. Ila niliogopa kukwambia mfalme kwa sababu huniamini mfalme. Shes! Sio bagani! Wewe nani? Pata hapa! Toka! Kongoro mweusi wewe. Sasa najua mimi nafanyaje. Mtabiri gani? Aweleweki. Upo tu. Watu wawili. Mogo. Mjomba, na imani unafahamu kwamba mjomba wako situmii kilevi chochote. Na naamini hivyo, mimi mwenyewe najiona niko vizuri zaidi. Lakini wakati nakuaga naenda kuzunguka nikashangae himaya yenu wa Matengo. Nimejiona mimi. Hii inawezekana vipi mjomba wangu Jiwe? Ina maana amekuja. Amekuja? Nani amekuja? Ina maana yule ni mimi au mimi ndio yule? Na kwa nini mjomba ameondoka? Nahitaji wasaa zaidi kuzungumza naye, kwa sababu hili swala haliwezekani. Baba, kuna taarifa nimezipata. Taarifa gani? Japo hizo taarifa ni za kushtusha sana. Inasemekana kama chui kaingia katika hii himaya ya Matengo. Chui? Ndio. Mambo vipi? Ndugu yangu nizoei. Yaani hiyo hivi huku kwenu bado si kule mjini hivi. Mambo vipi tano? Sio nikunja ngumi kama mimi. Hivi simuona hivi. Ehe. Muona hiyo? Yaani hiyo ndo salamu za kwetu. Ushanielewa? Hiyo. Sasa nilikuwa nataka kuuliza kitu kimoja. Unajua nimekutafuta sana, nimewatafuta wewe na yule mwenzio. Ushanielewa? Nilikuwa na shida kubwa sana. Ila kwanza yule mwenzio yuko wapi? Nani? Kimende? Yule mwenzangu ametoka, ameenda hapo himaya ya pili, himaya jirani. Ameenda kukagulia mashamba. So unajua sisi ndo madalali wa himaya hii ya Matengo. Hakuna mwingine. Alafu nyie mapacha, maana unajua wewe ndo White. Wewe au kuna White na nani? White na Kimende. Kimende. Kwa hiyo wewe Kimende, wewe White ile Kimende. Ila ukitufuatilia vizuri, ukituangalia akili zetu kidogo kama zinaendana. Sawa. Double princess Nini?
Maprincess wawili Katika himaya yangu ya Matengo sijawahi kusikia mimi mnyama yote mkali. Hata mimi pia baada ya kusikia hizo taarifa nilishangaa sana. Sawa mwanangu. Asante kwa taarifa. Unaweza kuendelea na shughuli zako. Hamna shida baba. Kama unavyosemaga, ubaya ubwela. Na wewe uogopi. Kama inakuja. Sasa kama mfalme wa himaya hii ya Matengo, inatakiwa nifanye jambo. Watu wawili bogo bogo. Dede! Kwa nini umenisaliti? Kwa nini umevunja ahadi? Mzee Jiwe, mimi sijavunja ahadi. Unanitania? Unanitania si ndio? Wewe ni sikio la kufa. Huwezi kusikia dawa. Sasa nachunguza, nikigundua kuwa umenisaliti, nakikata kwa kilaza chako, nakitafuna. He, kilaza tena Mzee Jiwe? Kwani unashindwa kutambua usaliti unaweza kusababisha matatizo kwa watu wengi? Maprincess wawili. Maprincess wawili, yani wewe na mwenzio. Sasa mimi nilikuwa na shida moja. Shida yangu nataka unipeleke kwa kina Jaliva. Unajua wewe bwana, wewe ni mgeni kwenye hii himaya ya Matengo. Lakini kinachonishangaza unamjua mpaka Jaliva. Sasa sijui huyo Jaliva wewe ulikutana naye muda gani? Yaani umejuana naye muda gani? Wakati wewe mgeni. Unajua ile siku ya kwanza anakuja, mwenyeji wangu namba 1 kukutana naye ni yeye, alafu ndo nikakutana na nyinyi. Ila yeye akufanikiwa kunipeleka kwao. Ila aliniambia tu anaitwa Jaliva. Sasa nilikuwa naomba unipeleke kwao. Basi haina shida. Mimi kwao unapajua. Kama unaweza kuongozana na mimi nikupeleke mpaka kwao. Basi haina shida, nilikuwa naomba twende. Samahani sana. Twende. Ila mnapendezanaga sana ukiwa na yule mwenzio. Vituko vyenu yani huwa na enjoy kiasi. Najua Mzee Jiwe. Mzee Jiwe. Mzee Jiwe. Tuanze tulipoishia. Mimi bado nitasimama pale pale. Sijavunja ahadi yako. Ndo tulipoishia. Sasa kama hujavunja ahadi, utakuwa huru. Ila kama umevunja ahadi, mziki wangu unaujua. Sijawahi kupepesa macho. Sijawahi kulenga nikakosa. Huwa najeruhi. Takujeruhi. Mzee Jiwe. Mzee Jiwe. Asa mimi ni ahadi nimevunjia wapi? Mbona bado sijajua? Tomoka mashili yangu. Tomoka mwakuloli uchile kusikia wewe. Mtaalamu, mara ya mwisho nilivyokuja ukaniambia nikupe muda ili swala langu lifanyie kazi. Lakini naona muda unaenda tu. Sijapata majibu bado. Kwa hiyo nilikuwa naomba nijue ujio ambao ulikuwa umeniambia kwamba umeshakuja. Nataka nijue umekuja katika umbile gani?
Subiani anakuja tena. Subiani anakuja tena. Tomboka, tomboka. Patia majibu kwa masheli huyu. Patia majibu. Masheli yangu. Mutui. Mpaka sasa hapana jua ni kitu ya aina gani, maana iko inabadilika tu mudunia hii ya wanadamu, iko inabadilika tu, hapana jua kambi yake, hapana jua ikoje kwanzia yenyewe ndani mpaka nje. Sasa vijana wangu, katika hii himaya yangu nawaagiza mzunguke himaya hii yote. Mnyama yote yule mkali mtayemwona, uwa awe fisi, awe sungura, awe simba, awe chui, awe mamba, msimbakize. Ndio chifu. Watu wawili bogo. Watu wawili bogo. Mnaweza mkaenda. Na wewe chukua silaha pale. Ndio mva. Watu wawili bogo. Mbukweni. Mbukwa. Mama Jaliva, na mgeni wako hapa bwana. Huyu ndo Mama Jaliva. Sasa Mama Jaliva, mimi naomba niwaache niweze kuendelea na mambo yetu ya himaya hii. Shukrani. Samani, nilikuwa namuulizia Jaliva, nimemkuta. Yupo. Labda upo na nani hapa nyumbani? Yupo kaka yake. Huyo shemeji, naomba nitie. Samani, naomba nitie. Shemeji? Naomba nitie. Ina maana una mahusiano na Jaliva? Hapana. Hapana. Basi endelea kufagia tu. Baadaye endelea kufagia. Jamani, ana akili kweli huyu? Kwa hiyo mganga, unataka uniambie mpaka sasa bado hujajua yupo katika umbile gani? Masheli yangu, wakulu yote aliuchile imehangaika tafuta mtu hii. Tazama mtu hii koje. Hapana jua. Mganga, nilikuwa naomba msaada wako, maana ujio huu utanipa mimi wakati mgumu. Mipango yangu itaharibika kabisa. Naomba msaada wako mganga. Niko nataka msaada yangu, nikusaidie wewe. Mfalme wangu mzuri wa himaya Matengo. Vipi ile swala likuletea kijana wetu kuwa anakuja? Unalifanyia kazi kweli? Mke wa mfalme, una wasiwasi gani? Cheupe dawa. Swala nalifanyia kazi. Usione ukimya huu. Ila kana mkwe wetu, ongea naye tujue msimamo wake ni upi. Sawa mume wangu kipenzi, mfalme wangu. Nitaongea naye. Mke wa mfalme, cheupe. Una kidoti kwa mbali. Sijakosea kuoa.
unaweza wakaenda. Asante mfalme wangu. Toto huyo ananishawishi. Watu wawili. Bogo. Watu wawili. Bogo. Ikunataka matatizo yako inkalebie mukilinge yangu mie. Uwe didi, shoma sheli yangu, patia mie muda, patia mie muda, mshughuli yako iko nafanya inkalabie. Sawa mganga, nashukuru. Mtatizo yako nzito. Tambuka mwakulu mjina yangu, uwe didi. Tambuka. Subiani anakuja, we subiri. Akifika lazima aseme ukweli, we uogopi. Subiani anakuja, we subiri. Akifika lazima aseme ukweli, we uogopi. We didi. Jomba, hili swala siwezi kusema kwamba linanikatisha tamaa, lakini uvumilivu naona kama unanishinda. Uliniahidi kwamba nikishafika utanipeleka sehemu ulioniambia na kunikutanisha na huyo mtu. Japo hukuniambia ni nani na hukuniambia ni sehemu gani, lakini nilitii wito wako kwa kuwa uliniambia ni wa umuhimu huyo mtu na hiyo sehemu ni ya umuhimu kwenye maisha yangu. Lakini toka nifike naona mjomba wangu umekuwa na mizunguko mingi, maneno mengi, sioni zile ahadi ulizoniahidi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo nafika wakati nachoka mjomba wangu, kwa sababu naona kama unajipambania wewe mwenyewe. Yaani ruti nyingi hata sielewi ruti zako zinaelekea wapi, na wewe hiyo sehemu unipeleki. Nachoka kwa sababu uvumilivu unanishinda mjomba. Kaa kimya mjomba. Nimekwambia kuwa na subira. Utaonana naye tu. Siwezi kuahidi mimi. Nimekwambia utamuona. Haraka ya nini? Jariva, taarifa nadhani unaye juu ya ujio unaokuja. Nipo hapo kujua misimamo yako. Je, upo tayari? Na uko pamoja na sisi bado? Malkia yangu mzuri, mrembo wa himaya ya Matengo. Mimi msimamo wangu hauwezi kubadilika hata iweje. Basi nashukuru sana. Na nitafurahi sana ikiwa hivyo bado una msimamo na bado uko tayari na sisi. Asante Malkia. Alafu naongea kwa nguvu, yani unanikolomea mimi mjomba. Sawa. Basi hebu niambie huyo mtu ni nani na hiyo sehemu ni wapi, kwa sababu nisije nikawa napoteza muda kumbe ni sehemu ambayo haina umuhimu. Kwa sababu wewe mjomba, kwenye hii maya yenu naona bado kuna mambo hayajaendelea. Kwa hiyo sije ukaona sehemu ni umuhimu kiupande wako, lakini mjomba tuanze tulipoishia. Ndio maana nakwambia nikutafutie madaktari wa kutibu huo ugonjwa mjomba wangu. Mjomba, kwani kuna haja ya madaktari? Mimi usiku silali mjomba wangu. Nafanya kazi za watu mjomba. Najua kama uko ndani kuna watu wanafanya kazi na wasimamia mjomba. Lakini ni swala ulolisema la kukuonyesha huyo mtu au kukupeleka kwa huyo mtu, muda utafika mjomba. Kuwa na subira, kuna mambo na yamalizia. Nikishamaliza nitakupeleka mjomba. Sawa mjomba wangu? Mjomba, una misimamo yako na mimi nina misimamo yangu. Naweka misingi yangu. Nikishindwa kuvumilia nitaondoka. Mjomba, haka kabeberu kadogo kanaanza kunipanda kichwani. Mjomba, nimekwambia nitakupeleka. Mtabiri wangu. Na mfalme. Nataka nijue bado upo kwenye msimamo wako ule ule au umebadilika saizi? Maana nisije nikuanzishia fujo kama za siku ile pale. Unanijua kabisa mimi. Sitaki masiala. Nataka uniambie umebadilika au bado upo na mwenendo wako ule ule?
mfalme wangu wa himaya ya Matengo, utabiri wangu ni ule ule mfalme. Utanisamehe sana mfalme. Mpumbavu! Unaongea tumbo gani hapa? Shoba gani? Wewe nani? Kongoni mweusi wewe. Umekosa vya kuongea. Sasa nadhani bado hujanikoma. Ngoja na kuonyesha sasa kazi vizuri. Kwa nipotea hapa. Toka! Samahani kwa usumbufu. Labda nimekusumbua, inawezekana ulikuwa umelala au na shughuli zako. Ila mimi naomba unisaidie kitu kimoja. Nimekuja hapa namuulizia Jariva, ina maana umeshindwa kunivumilia mimi? Umeshindwa kunivumilia mpaka unabeba ujauzito kweli? Mimi ndo nimekuvumilia. Wewe unamfahamu? Namjua huyu si Jariva. Namfahamu fika huyu. Kwani wewe ni nani? Mimi samani. Ona sana ukabeba mimba, wataka kumzalia yeye. Utakuwa umechanganyikiwa nini? Jariva, Abeka. una mimba? Hapana kaka, ni vile tu leo siko sawa. Najisikia vibaya. Basi jitahidi kuwa mvumilivu mdogo wangu. Kwa maana umeshaambiwa anakuja. Anakuja, anakuja, anakuja. Mtu gani? Yaani baada kuniambia vingine, bora tange nidanganya. Mfalme, utabiri umebadilika. Utabiri wako wewe unaelekea hivi saa hizi vizuri. Eti mimi bado utabiri wangu uko vile vile. Mnamuelewa wewe? Hapana mfalme. Nauliza mnamuelewa? Hapana mfalme. Watu wawili? Bogobogo. Sasa niambie kitu kimoja. Nataka mkanitie mganga wa himaya hii. Mganga Wididi. Nakupa onyo, sitaki utani wa kijinga. Nisikilize Jariva. Ndo mimi Tangale. Ndo mimi. Wewe kaka, kama umetumwa, mwambie huyo alokutuma kwa Jariva ameshinda. Tangale. Mimi sio Tangale. Wewe ni Tangale. Mganga nani? Wididi. Wewe? Ndio mfalme. Nataka uje na mganga Wididi hapa. Ndio mfalme. Sawa, umekaa tu, nenda. Bogobogo mmoja wewe. Watu wawili? Bogobogo. Mzee. Mimi sio Tangale. Kijana wangu, najua huwezi kunielewa kwa mapema, lakini nisikilize nikwambie kitu kimoja. Mimi nimekuwa rafiki wa baba yako muda mrefu sana, mpaka na uwawa baba yako mimi nilikuwa naye pembeni, na ameuawa kikatili sana na mfalme. Kifupi,
mimi na wazee wenzangu ndo tulikusaidia wewe kukutorosha baada ya mfalme anayemiliki madaraka kwa sasa kuamua kuteketeza familia yako. Na hii hali ya wewe kubadilika imekuwa inatokea mara kwa mara. Kwa hiyo mimi sio mgeni kabisa wewe machoni mwangu. Nilivyoiona tu hii hali nikajua ndo wewe. Asante Mungu, mkombozi wangu umekuja. Mkombozi wa himaya ya Matengo. Wewe ni Tangare. Wewe ni mtoto wa mfalme aliyeuawa kikatili na mfalme anayemiliki madaraka kwa sasa. Mganga, we did it. Kama umevaa dela hivi. Nimekuita hapa kuna kamtabili kangu kapo hapa. Kama nitabilia kama mambo ya ajabu hapa hata sielewi. Kama Mwarabu fulani soka kama Mwarabu Kapemba huko, soka Mwarabu wangu nikamchongo kiope. Yaani kale soka linusulika vipi? Sasa ameniambia yupo. Sasa nataka nijue na wewe kwenye angalia yako huko alichoniambia huyu mpumbavu mpuzi mmoja huyu mwenye miguu 9 huyu cha kweli au kanitupa mimi korongoni huko? Mkulu yangu, mkulu ya Matengo yote. Wedede. Mzee Jiwe, usitaki kuniaminisha ule ujio tuko na usubiri umeshafika. Dete. Mzee Jiwe. Hilo jina usipende kulizoea kuniita muda wote. Mwisho wa siku utakuja kuniita mbele ya watoto zangu. Sawa, nimekuelewa. Lakini ule muda tulikuwa tunausubiri kwa hali na mali umeshawadia. Na hivi karibuni tutakwenda kutangaza amani kwenye himaya yetu ya Matengo. Hivyo basi, huu sio muda wa masiara tena. Na sio muda wa kulaumiana tena. Ni muda wa kushirikiana kupambana. Na mimi kama Mzee Jiwe, Choma Shigonda Shaga ya Bagoroji, nitapambana kadiri ya uwezo wangu. Lazima amani ipatikane katika himaya hii. Subiani anakuja, we subiri. Akifika lazima aseme ukweli, we uogopi. Bwela. Subiani anakuja, we subiri. Akifika lazima aseme ukweli, we uogopi. Bwela. Mkulu yangu. Wedidi. Mkulu yangu. Mtu yako, mutabili yako, venye kuna tombokea weye. Yo ni kitu ya ukweli, nkalabie. Kitu hiyo imeshafika, iko muhimaya yako ya Matengo yote. Mkulu yangu, ujio huo, ugeni huo, mie mwenyewe hapana jua. Maana iko na badilika tu muhimaya yote ya Matengo. Mkulu yangu. Mkulu wako yani? Pumpavu. Unaongea tumbo gani? Wewe na yule Mwarabu wa Pemba na bana wote sawa? Yaani mnatabia mimi vitu vya havieleweki. Pumpavu, kunguni mwanzo toka. Nitakufuja, toka. Nimejifanya mjinga kwa muda mrefu sana. Mzee Jiwe. Tuendelee tulipoishia. Basi sawa, nimekuelewa. Sasa ndo hivyo. Tujipange kwa mapambano. Maana tulikuwa tunakingoja kwa muda mrefu. Wakati wake ndo huu. Sawa Mzee Jiwe. Haina shaka. Mzee Jiwe. Nenda.
Yaani hizo staili zako hauachagi tu. Mkulu yangu. Baba yako ni nani? Toka wewe. Haya, fukuzeni. Fukuza. Kwenda. Yangu. Toka. Toka. Wote ndo kwenye imaya yangu wewe. Imaya Matengo hamna waganga wapumbavu kama nyinyi. Mkulu yangu nikajua unaniambia mimi vitu ambavyo vyenye msingi vya kueleweka, vya maana. Unaniambia mimi yupo. Auelewa jinsi gani? Pumbavu. Sio mageni. Wewe nani? Babu. Unamwangalia nani? Toka hapa. Toka. Babu. Mtabiri uongo. Mganga naye antabiri uongo. Hii Maya Matengo hii. Mimi na msala gani? Na mkosi gani mimi? Alafu hii Maya Matengo hii. Wanamdharau sana mfalme mfupi. Hasa dawa ipo jikoni. Nawaonyesha kazi. Sio itaka kazi. Sasa wewe uone kazi kufanya kazi. Sasa basi, acha kazi uone kazi kupata kazi. Ndio hii hapa sasa. Tuliyekuwa tunamsubiri ameshafika. Mzee Jiwe. Nilikuwa natambua sana hilo. Ila sijajua kafikia wapi na katika umbile gani. Kafikia mahali salama, mikono salama, kwa mtu mwaminifu. Kwa hiyo sasa tujipange kwa ajili ya mapambano. Bukweni. Bukwa. Mwanangu, nimekuita hapa. Kuna vitu vinanichanganya kuhusu dadako Jaliva. Nimepata taarifa ujio umefika. Lakini mdogo wako hana furaha kabisa na huo ujio. Iko ndo kinachonichanganya mimi. Yaani hata sijui inafanyaje. Mama, kama ilivyo ada, wewe ndo mama yangu na ndo mama wa Jaliva. Kwa hakika ningependa uongee naye, naamini atakuelewa tu. Kinachoniumiza mwanangu, hii sura nitaiweka wapi? Na hii aibu katika Imaya Matengo. Mwanangu, inaniuma. Tena inaniumiza sana. Hivi karibuni atarudi kwenye imaya yake. Nashukuru sana Mzee Jiwe. Ule mpango wetu Mzee Jiwe umetimia sasa. Usilale sasa. Tuendelee tulipoishia. Watu wawili, Bogo. Naomba mpite kila kaya mwanaimaya hii. Mchunguze. Mkiona kuna utofauti wowote, muje haraka sana na upesi mnijulishe. Maana nimeambiwa amefika. Ila sijajua amefikia wapi. Huo ndo wasiwasi wangu. Tunaelewana? Ndio mfahamu. Watu wawili, Bogo. Hiyo ndo kazi niliyoitia. Mnaweza mkaenda. Kama usemavyo mfalme. Mama, Jaliva amebadilika sana. Na isitoshe, mimi nashindwa kumbembeleza mtu kila wakati kama mtoto mdogo. Nafikiri unanifahamu hasira zangu. Na ndo maana nataka nitumie busara zako mamangu. Uongee naye taratibu, atakuelewa. Mwanangu, sina la kufanya. Unapaswa na wewe unisaidie. Ni kweli mamangu. Ila nafikiri unanitambua hasira zangu. Na ndo maana nataka nitumie busara yako mama. Jaribu kuongea naye, atakuelewa tunaamini. Mimi iwe kama msaada wa mwisho. Sawa mwanangu, nitashukuru.
na mimi nitajitahidi kuongea naye. Sawa mama, acha mimi niende zangu shamba kukata kuni. Sawa, usisahau kurudi na maboga. Usijali mamangu, nakupenda sana mama. Nakupenda pia. Hichi ndo kidume changu. Heshima yako mfalme. Na imani mmekuja na taarifa nzuri. Kama ulivyotuagiza mfalme. Tumepita kila kaya mwana himaya hii. Hatujapata kuona kitu chochote wala kutilia mashaka yoyote kwenye himaya hii. Kiufupi himaya yako haina tatizo mfalme. Jariva mwanangu, naomba unisikilize mamako kwa umakini. Binti yangu mwenyewe ni wewe peke yako mwanangu. Ule ujio umeshafika mwanangu. Naomba usiniangushe binti yangu. Hivi unaona huruma mamako ninapokupambania wewe. Naomba unisikilize basi mwanangu, binti yangu mrembo, Umenielewa lakini? Mama, mimi sina nia yoyote ya kukuangusha. Wala sina dhamira yoyote ya kukutia aibu. Nadhani unajua fika kuwa mimi ndoto yangu kubwa ni kuolewa kwenye ufalme wa himaya hii. Aswa mwanangu. Lakini kwa muda wote huu mamangu ameshindwa kuzipambania ndoto zangu. Na ndio maana mimi nimeona nijipambanie mwenyewe. Na sio kwamba ujio wake yeye mimi siuthamini au nilikuwa siusamini. Lakini nikiangalia familia yake yeye haiko tena kwenye utawala wa himaya hii. Nini mnaongea? Sawa, nimeelewa. Mnaweza mkaendelea shughuli zenu, toka. Heshima yako mfalme. Heshima yako ni toka. Heshima yako mfalme. Aliweka babako. Shes. Na mimi wananitafuta na vipi siku wakinipata watanitenganisha mwili na roho. Najua, ndo nanijua kitovu changu wamekizika. Na hii karma nilopewa yatakanitoa nje ya mapenzi ila anakuja. Naomba msamehe babangu. Kosa uliofanya unastahili hukumu. Baba, nilikuwa naomba msamehe. Kwa maana hali yake na umri wake astahili ya hukumu uliompa. Sawa mzee wangu. Niko tayari kuipokea hiyo hukumu yako. Lakini kabla ya kunihukumu, naomba niambie kosa gani nililofanya. Sasa basi, ile hukumu niliyokuahidi inaongezeka. Usiniangalie hivyo. Pumbavu, nimeshajua hiyo mimba ni ya mwana sayansi. Utasema
Sema una swali kumbe huna wa. Unalima shamba kumbe unalimisha watu. Umri wangu hauruhusu ila mimi tumaini lolio wengi kile nilichobarikiwa ndo nashindwa kutumia mimi nawaza shida kwamba wanateseka na mimi wananitafuta na vipi siku wakinipata